Nashukuru sana Bwana kwa wakati huu ili tuweze kulizungumzia neno lake tena. Sifa na utukufu ziweze kumrudia yeye aliye juu, kwa sababu ya uhai na pumzi tunafanya shughuli zetu kwa uweza wake. Nanyi na wasalimuni, neema iwe ni pamoja nanyi na amani zitokazo kwa Mungu Baba na mwanawe Masihi. Katika somo ya leo, mada ni ubatizo. Na kwanza katika somo uliopita tuliweza kuzungumza kuhusu wokovu. Tukapata kujua ya kuwa kila mwanadamu anazaliwa na dhambi. Na anapozaliwa na dhambi anahesabiwa kuwa anafaa kifo, ama adhabu ya hiyo dhambi ni kifo. Anahesabiwa yule mtu baada ya kuzaliwa na katika maisha yake yote. Ndiposa kukawa na maana ya kuwepo kwa Mwokozi ambaye angefaa kukomboa huyu mwanadamu aliyezaliwa na kifo na anayehesabiwa kuwa anafaa kifo katika maisha yake. Mwokozi akatolewa, akafa msalabani kwa ajili yetu. Ndiposa tutafika katika hatua nyingine ambayo ni ubatizo, ya kwamba ubatizo ndiye ambaye itatufanya sisi tuweze kuunganika tena na Baba wetu kwa njia ya kusafishwa kwa dhambi zetu. Maandiko yanaelezea kuhusu jambo hili katika vitabu vingi, na kwanza tutaanza na kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Tutapata kujua ya kuwa Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza na watu walikuwa wanaungama dhambi zao kupitia ule ubatizo. Andiko ile inasema ya kwamba ndipo walimwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. So tunapata kujua ya kuwa kupitia ubatizo ni njia ya kipekee ambapo katika enzi hizi zetu tutaweza kuziungama dhambi zetu ambayo Mwokozi aliweza kufa kwa ajili ya hizo dhambi zetu. So mtu anapokubali kubatizwa amekubali ya kuwa Mwokozi alifaa kufa kwa ajili ya kuondoa dhambi ya ulimwengu, na pia naye ambaye amebatizwa atakuwa pia naye anasafika ama anasafishwa katika ile dhambi yake. Petro mtume naye aliweza kuzungumzia maneno haya katika pia kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 21. Tutasoma ili tusikie kila ambacho mtume huyu aliweza kunena. Andiko linasema kuwa tukianza na 20. Watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali ni jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. So tunapata kuelezwa ya kuwa kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, Injili ilipokuwa ikihubiriwa kuhusu gharika ambayo ilikuwa inakuja kwa ajili ya dunia, watu wakahimizwa na wakahubiriwa ya kwamba waweze kujenga safina ambayo ingeweza kuwaokoa kutokana na ile gharika. Wale ambao waliweza kutii na wakajenga hiyo safina waliokolewa. Tukapata kujua hapa katika mstari wa 20 ya kwamba watu 8 waliweza kuokoka kutokana na ile gharika. Ikawa imetumiwa kuwa mfano ya mambo hayo katika siku hizi ni ubatizo ambao unatuokoa pia sisi siku hizi. Tunaambiwa sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali ni jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Mwokozi. So tunapata kujua ya kuwa
ubatizo ni kila ambacho kitatuokoa. Ni njia moja ya kipekee ambapo watu wanaungama dhambi zao waweze kukubaliana na wokovu na watakuwa wameokolewa katika siku hizi zetu. So ubatizo ni njia ya kipekee sana ambapo kila mmoja wetu anafaa kupitia hiyo njia ili ile dhambi ambayo inamwandama mwanadamu iweze kuondolewa. Na ubatizo huu pia imeweza kutumiwa kwa njia ya kipekee ya kuwa ni njia ambayo mwanadamu ataweza kuokolewa kutokana na dhambi, na kwa sababu ile dhambi adhabu yake ni kifo. So kila mtu ambaye hajabatizwa anapotembea ni kama ni mfu ama ni kama mkufi anatembea tu, kwa sababu hii ubatizo inalinganishwa na kuzaliwa tena, kumaanisha ya kwamba yule ambaye hajabatizwa yeye ni mkufi ama yeye ni mfu katika mambo ya kiroho. Acha tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 3 aya ya 3 na aya ya 5. Tusikie Mwokozi akizungumza moja kwa moja na Nicodemus. Andiko linasema kuwa Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodema akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tunapata kujua na kuelezwa na Mwokozi mwenyewe ya kuwa ubatizo pia inalingana na ufalme wa Baba wetu, ya kwamba yeyote atakayeamini na kuzaliwa mara ya pili, kama vile ubatizo imetumiwa kwa wakati huu ama kwa maelezo haya ya kuwa ni njia ya kuzaliwa upya, ina maana ya kwamba mtu alipozaliwa katika hali ya kimwili, bado kwa sababu ya ile hali ya dhambi tuliyorithi kutoka wazazi wetu wa kwanza, hiyo hali ya hiyo kifo, tunapokubali kubatizwa tunakuwa tumezaliwa upya kwa Bwana. Ni njia moja ya kipekee ambapo mwanadamu atakaribishwa katika familia ya Mungu. Ndiposa ni jukumu la kila moja aweze kupiga hatua baada ya kukubali na kuamini na kujua ya kuwa mwanadamu anazaliwa na dhambi, na kwa hivyo anafaa kuokolewa na kuoshwa katika ile dhambi. Ndiposa itatusongesha tuweze kujiuliza ni kwa njia gani ama ni ubatizo unafanyika kwa njia ipi. Mwanzo tutaangalia vile Mwokozi aliweza kubatizwa, naye alibatizwa kwa njia gani. Pili, tutapata pia kujua mtu ambaye anabatizwa ni mtu aina gani, mtu ambaye amefikia kiwango gani wa umri wake. Tutaanza tusome katika Mathayo sura ya 3 mstari ni wa 13 hadi 16, wakati Mwokozi aliweza kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Lakini kwanza itakuwa ni vyema pia tujue ya kuwa ubatizo wa kweli, ubatizo wa maandiko matakatifu ina maana yake, na hiyo maana yake ndiyo inapea ubatizo kufanyika katika njia kama vile maandiko yatatuelezea. Wacha tusome alafu tuweze kusikia kila ambacho tunaambiwa. 3:13 Mathayo. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili aweze kubatizwa. 16.
Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Tunapata Mwokozi mwenyewe ametoka safari ndefu kutoka Galilaya mpaka Yordani, mahali alikuja akabatizwa na Yohana Mbatizaji, karibu kilomita zaidi ya 80 kuanzia kule mpaka alikokuwa akibatiza Yohana Mbatizaji. Akafika akabatiza katika mto wa Yordani. Mto tunapata maji mengi, lakini kile ambacho kinatuthibitishia zaidi ni kwamba katika aya ya 16 tunaambiwa, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka kwa maji. So maji ambayo yanafaa mtu ili ubatizo uweze kuwa ubatizo wa kuosha dhambi, inafaa kuwepo kwa maji mengi. Tunaambiwa Kristo ama Mwokozi alipobatizwa akapanda kutoka majini. So tunapata kujua maji mengi, kwa sababu mtu hawezi akapanda kwa maji machache. So kwa hivyo ubatizo wa kweli na ambao unaelezewa katika maandiko matakatifu ni wa maji mengi, ili iweze kuosha dhambi na ili iweze kuotoa mwanadamu kutokana na kifo. Wacha tusome andiko lingine katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 3, ambaye inapea maana ubatizo kuwa ubatizo wa maji. Maana yake ni nini? Kwa sababu hapo awali tumesoma katika Yohana 3 mstari wa 3 hadi wa 5, Mwokozi akimwelezea Nikodemo ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuurithi ufalme. So kuna ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji tunaelezwa katika Warumi 6 mstari wa 3. Huyu ni Paulo anasema ya kwamba amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Katika mauti yake. Aya ya 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. So tunaelezewa hapa pia zaidi ya kwamba ubatizo wa maji mengi, kama vile Mwokozi naye alivyobatizwa kwa maji mengi, ubatizo ambayo tumeambiwa katika Petro 3:21 ya kwamba ni njia ya kipekee ya kutuokoa sisi. Tunaambiwa maana yake katika Warumi 6:3 hadi 5 ya kwamba maana yake ni kuzikwa na kufufuliwa pamoja na Yesu Kristo. Yeye aliyekufa ni Mwokozi, ndio maana tunabatizwa kwa jina lake katika maji, kwa sababu yeye ndiye aliyekufa. So wakati mtu anazamishwa ndani ya maji, anazikwa pamoja na Mwokozi, alafu anafufuliwa pamoja na Mwokozi, anakuwa kiumbe kipya, atakuwa amezaliwa. So ubatizo wa maji umelinganishwa na kuzika. Mtu wakati anazikwa, huwa anazikwa ndani ya mchanga. So maana yake ama kila ambacho kinatumika katika hali hii ya wokovu ni ubatizo ama ni maji. So maji mengi yanatumika ambaye itamzika mtu, alafu wakati mtu anatolewa akitoka, atakuwa anatoka akiwa amefufuka, amekuwa kiumbe kipya kutembea na Mwokozi. Na zaidi, yule ambaye anabatizwa ni yule ambaye anaweza kuamini. Mtu ambaye si mtoto. Watoto hawawezi wakabatizwa, badala yake watoto wanawekwa wakfu. Tutasoma katika Marko sura ya 16 mstari wa 16. Acha tusome ili tuweze kusikiliza tunaambiwa namna gani. Andiko linasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yule ambaye anabatizwa ni mtu ambaye anaamini. Baada ya neno kuhubiriwa,
Mtu anapojua ya kwamba mtu anazaliwa na dhambi, kwa hivyo unahesabiwa kuwa umekosea. Anapojijua na kukubali na kuamini neno, tunaambiwa ya kwamba anabatizwa. Mtoto hawezi akaamini, ndiposa mtu ambaye anabatizwa ni yule ambaye ameamini, kwa sababu ni jambo la kujiamulia. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38, Petro katika siku ya Pentekoste ameweza akasimama akahubiria watu ambao walikuwa wamehudhuria, na katika aya ya 38 kuna jambo ambalo ameweza kufafanua mtume huyu. 38, tutaanza na 37 kwa sababu watu wamehubiriwa, wakasikiliza neno, wakawa wako na maswali, wakauliza katika aya 37. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? 38, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So mtu anapo kubali na kujijua ya kuwa yeye ni mwenye dhambi, tunaambiwa ya kwamba anatubu dhambi zake, na njia ya kutubu dhambi zake ni kupitia ama kuungama dhambi zake ni kukubali kubatizwa. Anapobatizwa tunaambiwa kwa jina lake Yesu Kristo, ili kwamba yule mtu kwa ondoleo la dhambi. So mtu anabatizwa kwa jina moja la Yesu Kristo katika maji kwa ondoleo la dhambi, ili yule mtu aweze kuwa na nafasi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ubatizo kwa maji ni ya kusafisha dhambi, na sabuni ambayo inatumiwa katika maji kusafisha dhambi ya mwanadamu ni jina la Mwokozi Masihi. Jina hilo wakati linatajwa pale wakati mtu anabatizwa kama sabuni, yule mtu anapooshwa atakuwa na nafasi ama ataqualify nao kupokea Roho Mtakatifu. So kwa hivyo ni jambo la maana kujua mambo haya, ili kwamba ubatizo wa kweli uwe ubatizo wa kuweza kuondoa dhambi. Hadi hapa tumepata kujua ya kuwa ubatizo wa kweli ni katika maji mengi. Pili, yule ambaye anabatizwa ni mtu ambaye anajijua, ni mtu ambaye amepata kuamini na amekubali kuungama dhambi zake kupitia njia ya ubatizo. Na wakati anabatizwa katika maji, ubatizo wa maji ambayo tumeambiwa maana yake ni kuzikwa pamoja na yule aliyekufa ambaye ni Mwokozi, yule aliyekufa na kufufuka. Ndiposa jina moja la Mwokozi linatajwa mtu anapobatizwa kwa maji, kwa sababu ni jina hili la Mwokozi peke yake ambalo watu wameweza kupewa litupasalo sisi kuokolewa kwalo, kama vile tunasikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ukianza na mstari wa 10. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina lake Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. So tunapata kujua 12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina jingine isipokuwa jina la Mwokozi wetu. Ndiposa hata jina lile linatumiwa wakati mtu anabatizwa. Jina lile linatumiwa kuweza kuondoa dhambi ya mwanadamu. Ndiposa nimetumia mfano ya kuwa maji imetumiwa kuosha dhambi ya mwanadamu, lakini
sabuni ambayo inatumiwa pale ni jina la Mwokozi wetu. Tutaangalia zaidi kusonga mbele. Mtu anapobatizwa kwa maji, ametoka kwa maji, kama mchungaji ametumia jina hilo moja, kila ambacho kinafuata ni gani? Tutasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 14 kuendelea kidogo. Matendo ya Mitume sura ni ya 8 mstari wa 14 kuendelea. Andiko linasema hivi ya kuwa, na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. 16 Kwa maana bado hawajashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Tunapata mitume Petro na Yohana walitumwa, wakafika katika Samaria, wakapata watu ambao wamepokea neno la Bwana, lakini watu hao walikuwa wamebatizwa kwa maji kwa jina moja la Yesu Kristo. Tunaambiwa katika aya ya 14 ya 15, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Mtu alipobatizwa kwa maji mengi kwa jina la Mwokozi, anapotoka kwa maji, maombi yanafanyika kwa ajili ya yule mtu, kumwombea Baba aweze kumpa Roho Mtakatifu yule ambaye amebatizwa. Na jambo hili linafanyika, ukisoma 17 tunaambiwa, ndipo wakaweka mikono juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. So tumeona mpangilio, ubatizo wa maji kwa jina moja la Mwokozi. Mtu anapotoka kwa maji anaombewa ampokee Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari amekuwa safi, ameoshwa dhambi zake kwa maji na ni katika jina la Mwokozi amekuwa safi. Atakuwa anaombewa ampokee Roho Mtakatifu. Yule mtu anapopokea Roho Mtakatifu ndiye anakaribishwa katika familia ya Mungu. Yule aliyebatizwa baada ya kupokea Roho Mtakatifu anakuwa mmoja wao wa watoto katika familia ya Mungu, wanaingia katika urithi wa Baba. So kwa hivyo yule mtu anapopokea Roho Mtakatifu anabatizwa pia katika Baba, kwa sababu amekubalika kuwa mtoto wa Muumba wetu, yule ambaye tunaungama dhambi zetu kwake. Acha tusome katika kitabu cha Warumi 8. Warumi 8 mstari ni wa 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mtu atapata kuwa mwana wa Mungu anapopokea Roho wa Mungu. Lakini huyu Roho wa Mungu anapokelewa mtu anapobatizwa kwa jina la Mwokozi na kuombewa apewe huyu Roho. Anapopewa huyu Roho anakuwa amekuwa mtoto wa Mungu Baba, akawa amebatizwa kwa Baba. Andiko ambalo linathibitisha hili zaidi ni Yohana 1 mstari wa 12. Andiko linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu. So kuzaliwa hapa pia inaletwa ya kwamba mtu ambaye amelipokea Mwokozi, tunaambiwa waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hao ni watu ambao wamebatizwa kwa Mungu. So mtu anapopokea Roho Mtakatifu wa Mungu anafanyika kuwa mtoto ama mwana wa Mungu. Huyo mtu anabatizwa katika Baba. Ndiposa tunapata mwelekeo vile ambavyo tumeelezewa katika maandiko matakatifu.
kuhusu ubatizo wa kweli. Ubatizo wa kweli ambao utaosha dhambi ni ubatizo ambao unafanyika katika maji mengi kwa jina la Masihi, jina moja. Mtu anapotoka kwa maji anaombewa, anabatizwa katika Roho. Hiyo ni ubatizo wa Roho. Alafu kisha yule mtu anapopokea Roho anakuwa mtoto wa Mungu. Hiyo ni ubatizo katika jina la Baba. Bwana akubariki sana, na neema na amani iwe pamoja nanyi. Asante.